utotoni
Jambo Umoja District. Good morning, Umoja District. Jambo Umoja District. Hi, Umoja District. Amen. Muko hapa? Are you here? Na mnafurahi? Are you happy? Hakuna mwenye kuwa na furaha sawa mimi. Nobody is more happier than me. Mimi na mke wangu tunafurahi sana. Me and my wife, we are very happy kuwa hapa to be here kwa siku ya Noeli, for this celebration of Christmas, na nyakati kama hizi, and in a time like this, kusherehekea Noeli ya nyumbani nje ya nyumbani, to celebrate Christmas like back home, away from home. Mungu wetu asifiwe. Praise the Lord. Kwanza ni kuwaletea salamu za kanisa lenu. First is to give you the greetings from your church. Mbele tuondoke kufika hapa, before we left to come over. Kwa hiyo wiki tulikuwa na board almashauri yetu ya shirika. So we have our board meeting of the church. Inakuwa kama vile ni ajabu wakati kama hii kuwa na almashauri. It's kind of surprising at this time to have a board meeting. Namna gani utafanya board na watu wa Minembwe na
na wa Mikenge na how do you do board meeting with people from Minembwe, Mikenge and Bibogobogo? Goma, Bukavu, Kinshasa. Lakini Mungu anabaki Mungu. But God is still God. Amen. Kanisa lingali. The church is still alive. Na Mungu ametusaidia kwa njia ya simu. And the Lord has blessed us through phones. Kuna wale ambao wako sasa Uganda. There are people who are in Uganda. Kuna wale ambao wako Kenya. People are in Kenya. Na wengine Burundi. And others in Burundi and Tanzania. Na wengine mahali pengine. And other places. Lakini wote tulikutana kwa njia ya simu. But all of us we met through networks. Kwa siku mbili. For 2 days. Na ilikuwa mkutano mzuri sana. And it was a beautiful meeting. Na hivi tunawaletea salamu za Bitebetebe. So we bring the greetings from Bitebetebe, from Marco, Bakaparasi, from Kaparasi, na Baelange na wengine. From Elange and others. Hawa watu wote tulikuwa pamoja. All these people we are together. Na ilikuwa mkutano mzuri. And it was a beautiful meeting. Na inatukumbusha kama, and it reminds us that kanisa liko juu ya nchi. The church is above nations. Nchi inafanya mambo yake. The nation can do its own thing. Lakini kanisa, but the church, kanisa la Mungu, they just gave me 3 hours. Wanasema tuko hapa. They say we are here. Wende kukanisa na watu wako. Go to church with your people. Na kisha saa 3 tunarudia. And after 3 hours we are flying back. Inakuwa shida kutumikia Mungu. So it's difficult to serve the Lord during this time. Lakini Mungu yuko. But God is still God. Na tunashukuru Mungu kwa kanisa letu. And we thank God for our church. Kanisa limepitia katika shida kubwa. Our church has gone through a lot of challenges. Najua kanisa letu ni mojawapo ambayo linaongoza maeneo ambayo kuna vita. You know, our church is one of those that are in the areas that is experiencing unrest. Kwa miaka iliyopita, in the years past, Kongo ilikuwa katika shida. Congo was in trouble. Na mashariki ya Kongo ilikuwa katika shida. And Eastern Congo was also much in trouble. Lakini hatuna watu wengi huko Bunagana na but we don't have many people in Bunagana and those areas. Lakini wakati vita vinaanza ingia Goma, but when the war started reaching Goma na Bukavu and Bukavu na kuendelea and continue, hapo linafika kabisa kwa kitufo cha kanisa. Then it's coming to the heart of the church. Na tunaendelea kuomba Mungu ana mipango. And we continue to ulize Mungu, lesson gani unatufundisha? And in every situation we need to ask God, which lesson are you teaching us? Pengine si wakati wa kukufuru Mungu. Probably it's not the time to blaspheme. Lakini wakati wa kuuliza Mungu unapenda kutufundisha. But the time to ask God, what do you want to teach us? Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Philip amesema maneno mengi juu yangu. Philip said a lot of things about me. Pamoja na Virginia. Together with Virginia. Mumeelewa kama you understand that kama tuko pamoja. That we are together. Kwa miaka mingi. For many years. Na kwa njia nyingi. And in many ways. Na Mungu ametuweka pamoja. And God has put us together. Hata kama tukiachana kwa muda. Even when we separate. Mungu anajua kwa nini kunaendelea kuambatana na. God knows why we continue to meet with Virginia and. Nadhani Mungu ana mipango yake. I think God has plans for us. Pengine America ndio tutakutana pengine. We are here already. Amen. Lakini mara mingi. But so many times. Tuwe huko East pamoja. When we are in Eastern Africa together. Tunaenda Kinshasa tunakutana. We go to Kinshasa, we meet again. Tunakuwa Kenya tunakutana. We go to Kenya, we meet again. Na kanisa la mwisho ambalo nilikuwa nahudumia mbele ya kuwa bishop. And the last church I was pastoring before I became a bishop. Ilikuwa kwa South Africa. It was in South Africa. Nilimwachia yeye. And I left it for him to lead. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. So ni njia nyingi. Mungu akubariki. Praise the Lord. God bless you. Wengi ambao wameanza wametuacha. Many people who have started have left us. Wengine wamehamishwa na Mungu. And others have been taken by God. Wengine wametoka katika imani. And others have left their faith. Lakini Mungu angali analinda. But God is still leading. Huyu baba na huyu mama. This man and this woman.
Tunashukuru sana. And we thank God for that. Amen. Na tunashukuru kwa ajili ya nyinyi wote. And we thank God because of all of you. Mpokee salamu za kutoka Kongo, Tanzania. Receive greetings from Congo, Tanzania. Hallelujah. You can do better than that. Hebu tufunge macho na tuombe. So shall we? Microphone. Kitabu cha Mwanzo sura 3. Mwanzo Genesis chapter 3. 3:15. Mwanzo sura ile ya 3 mstari mdogo wa 15, neno la Mungu linasema, nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wako, huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Amen. And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise on the head, he shall bruise you on the head, and you shall bruise him on the heel. Amen. Tusome tena kitabu cha Warumi. Let's read again from the book of Romans. Sura ya 5. Romans chapter 5. Warumi sura ya 5. Romans 5. Tusome mstari wa 8 hadi 11. Let's read 8 to 11. 5:8-11 Warumi inasema, bali Mungu aonyesha upendo wake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu ya yeye. Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa kuokolewa katika uzima wake. 11 na ndo mwisho. Wala si hivyo tu, ila pia twajifurahisha katika Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye sasa tumepokea huo upatanisho. Amen. Romans chapter 5 verse 8 to 11. But God demonstrated his own love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more then, having now been justified by his blood, we shall be saved from the wrath of God through him. Leo hii tunaita dini ya Kikristo. You know that the religion that we call Christianity inatoka kwa Wayahudi, comes from the Jews. Na mambo mengi ambayo tunasoma, and many of the things that we read, na historia nyingi ambazo tunatumia, and many histories that we use, zinatoka kwa Wayuda, are coming from the Jews. Lakini cha kushangaza, but what is surprising, ni kusema is that hii Christmas, that Christmas haiko ya Wayahudi, doesn't come from the Jews. Hata kama kuna sherehe zingine kama vile Pentecost na Pasaka, even though there are other celebrations like Pentecost and Passover, ambazo tumepata au tumepokea kutoka kwa Wayuda, that we have received from the Jews, na tukazigeuza, and we changed them. So mjue kama Pentecost yetu na Wayuda haina maana moja. So because the meaning of Pentecost for us and for the Jews don't have the same meaning. Na Pasaka yetu na ya Wayuda haina maana moja. And our Passover and their Passover don't have the same meaning. Lakini tunachangia majina. But we use the same names. Wana Pasaka, they have Passover, na sisi tumegeuza na sisi tungali na Pasaka. and we have changed it, but we still call it Passover. Wana Pentecost, they are Pentecost, tumegeuza but kidogo, we change it a little bit,
Na sisi tuna Pentecost. And we call it Pentecost. Na tungana Biblia sehemu moja. But we have a portion of the Bible that is Jews. Agano la Kale tuko nao pamoja. The Old Testament we're together with them. Lakini hii Noel, but Christmas hawana. They don't have. Sasa ulizo ni, so the question is, ikiwa wao ndio walitupatia hii dini, if they gave us this religion, ikiwa Yesu alikuwa wao, if Jesus was theirs, kwa nini sisi mataifa, why we as Gentiles tunasherekea hii Christmas, are celebrating this Christmas, na wale ambao walitupatia hii dini, and those who gave us this religion, hawana hiyo? They don't have Christmas. Leo mahali pote wako hakuna sherehe yoyote. So every place where Jews are found, they don't celebrate this celebration. Lakini sisi tunashukuru. But we thank God. Tuna kwaya hapa za kila aina. We have choirs of different kinds. Tuna nyimbo za kila aina. We have songs of different kinds. Na Mungu yuko hapa. And God is here. Na Roho Mtakatifu yuko hapa. And the Holy Spirit is here. Akihakikisha kama hii ambayo tunafanya ni mapenzi. Confirming that what we are doing here is the will of God. Amen. Na ni kwa ajili ya hii ningependa kuwaeleza. And it's because of this I would like to tell you. Kwa nini tunasherehekea hii? Do we celebrate Christmas? Na kwa nini wao hawasherehekei? And why they don't celebrate Christmas? Dunia tuko na shida. In the world we have a lot of challenges. Sababu tumeumbwa kama wanadamu. And because we are created like human beings. Kwa mfano wa Mungu. In the image of God. Mungu ambaye ni mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. The God who is holy, holy and holy. Na inakuwa vigumu sisi, and it becomes difficult for us kuishi, to live na kuambatana na huyu Mungu mtakatifu. And to live with this God who is holy. Kwa nini? Sababu, why? Because tulionyesha kama tuko wadhaifu. We have shown that we are weaker through God's word. Hata kama tuliumbwa kwa mfano wa Mungu. Even though we were created in the image of God. Lakini tulionyesha kama ndani yetu, we have shown that in us, hakuna nguvu na uwezo, there is no power and ability wa kuendelea kuishi kama Mungu. To continue to live like God. Na hivi tuliachana na Mungu. And that's why we were separated from God. Na tukakuwa maadui wa and Mungu. We became enemies of God. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Sababu, because Warumi anatuambia, in the book of Romans, Paul tells us, katika upendo wake, that in the love of God, Mungu anapenda hata maadui. God loves even his enemies. Na ndio maana tuko hapa. And that's why we're here. Hallelujah. Hallelujah. Mungu anapenda maadui. God loves his enemies. Amen. Mungu anapenda washarati. God loves the fornicators. Unaamini hiyo? Do you believe that? Hapa muamini hiyo. Oh, you don't believe that. Unaamini kama Mungu anapenda washarati? Do you know that God loves fornicators? Kuna wenye walikuwa wachawi Congo. Oh, there were people who were witches in the Congo. Nadhani waliacha wanaitupa. And some of them threw that witchcraft. They didn't bring it, they brought it here. Nasikia wengine waliileta. Some, I hear some people brought them through the tam-tam. Na kama wako hapa, and some people who are here, Mungu anawapenda. God still loves you. Mungu anapenda wachawi. God loves you, the witches. Mungu anapenda maadui. God loves you, the enemies. Kongo tuna shida ya kupenda maadui. In the Congo, we have a trouble to love our enemies. Tunapigana kila siku. We fight every day. Hata mkanisa. Even in the church. Lakini Mungu anapenda. But God loves you. Mungu anapenda. God loves you. Na ni hii ambayo tunasherehekea. And this is what we are celebrating today. Wakati Mungu anapana sheria. When God is giving the laws, anapenda tutii bila
kugeuka bila kuchange kitu chochote. He wants us to obey without moving away from the Lord. Yeye ni mfalme. He is the king. Na kila neno la mfalme ni sheria. And every word of the king is the law. Wakati anasema hii mti hamtagusa, And when he says you will not touch from this tree, hiyo inakuwa sheria. it becomes the law. Na ukigusa huo And when mti, you touch that tree, unakuwa adui wa Mungu. then you become an enemy of God. Na unastahili kifo. And you deserve death. Sura ya 3 In chapter 3 ambayo tumesoma, that of Genesis that we read, ni ile ambayo ilionyesha namna gani tulikuwa maadui wa it Mungu. shows how we were enemies of God. God, anasema msikule. he says, do not eat. Wanadamu wanakula. And human beings eat. Mungu atuhurumie. May God forgive us. Mwenye aliumba mbingu na nchi anasema msikule. The one who created heaven and earth said, don't eat. Lakini watu wanaenda wanafanya nini? But human beings go and eat. Na Mungu anakasirika. And God becomes angry. Na Mungu anaanza kulaani. And God starts cursing. Analaani wa mama. He curses the women. Analaani wa baba He zaidi curses kuliko the wa men mama. more than the women. Analaani udongo. He curses even the ground. Analaani kila kitu. He curses everything. Ili aonyeshe kama sisi na Mungu tunakuwa maadui. To show that we and God have become enemies. Lakini hii mstari ambao tulisoma wa 15. But this passage that we have read, verse 15, ni ajabu. it's surprising Katika hasira, that in the anger, sababu tumekosa, because we have sinned, Mungu God anasema maneno ya ajabu. says words that are extraordinary. Anasema He says nyoka that serpent atawauma, will bruise your heel. damu itatoka, That means the blood will come out mutalumia, and you will be wounded. mutalia. You will cry. Lakini katika upendo wa Mungu, But in the love of God, nawapatia nguvu za kuvunja kichwa. I give you the power to crush the head of the serpent. Namna gani utapatia maadui? How do you give your enemies, Tena wapatia uwezo and you give them the power wavunje kichwa cha to nyoka. crush the head of the serpent? Kama unaumwa na nyoka If you are beaten by a snake kwa mguu, on your feet, ungali unaweza kusurvive. you can still survive. Lakini wakiponda kichwa, But if they crush your head, wakivunja kichwa, if they break your head, hautaishi. you're not going to live. Hanga kichwa, To be able to crush the head, hata kama watakuuma, even if the snake will bite you, ukigeuka but when you turn, unaponda you kichwa, have the capacity to crush the head, na hiyo nyoka haitaonekana. and the snake will not be seen anymore. Haleluya. Amen. Wewe ungali utaenda na maumivu, You will still go with pain, lakini mwenye alipondwa but the kichwa one who was crushed the head, is gone forever. ameenda milele. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hiyo uwezo Mungu anakupatia. The power God has given you, Wakati uko adui wa Mungu, when you are enemy of God, hapa hakuna kutubu hapa. there is no repentance here. Hapa tungali ndani kabisa. Here we are still there, no repentance. Tungali ndani wa adui. We are still true enemies of God. Zambi zingali fresh. Sin is still fresh, Lakini Mungu but God, anatupatia uwezo He gives us the power ya kuvunja kichwa cha to nyoka. crush the head of the serpent. Noel. Christmas. Na tangu zamani watu walikuwa wanajiuliza, And from the olden days, people were asking themselves, hii itatendeka namna gani? how will this take place? Namna gani sisi ambao tumelaaniwa? How are we who are cursed of God? Dunia tuko ndani imelaaniwa. And the world has been cursed by God. Watoto wote All wamelaaniwa. the children are cursed. Lakini Mungu But God
ambaye anapenda hata maadui, who loves even his enemies, anaanza kufungua njia start opening a door katika maisha ya wanawake. in the life of the people. Abrahamu alikuwa wa kwanza. Abraham was the first. Alikuwa huko, He was far away. huko wanaita Uru huko. They say in Ur of Chaldean. Ni à peu près Pakistan. Is the area of today's Iran. Pakistan and Iran. Mpagani mwisho wa He wapagani. was a pagan among pagans. Baba yake wapagani. His father was a pagan. Lakini Mungu anakuja, But God goes, anamuita. he calls him, Nasema sasa and he says, now nataanza kubariki. I want to start blessing you. Hallelujah. Zile laana zote nilisema All the curses that are pronounced katika sura ya 3 in chapter 3 of Genesis, sasa now kupitia wewe, through you, wewe kwanza utabarikiwa. you first will be blessed. Laana inatoka, baraka inakuja. So the curse goes and the blessing comes. Hallelujah. Amen. Na watoto wako And your watabarikiwa. descendants will be blessed. Na anaendelea anasema na mataifa wote wa And dunia he says that even all the nations on earth, watabarikiwa. they will be blessed Kwa hii mfumo tunaanza leo. through this step we are celebrating today. Ni hapo tumeanza kurudi That's where we start going back katika uwezo wa Mungu, in the power of God katika kuvunja kichwa cha to shetani. crush, even though he's still biting us, Lakini hatuko tena chini ya laana. but we are no longer under the curse. Mungu anatoa laana, God has removed the curse anaanza rudisha baraka. and he starts replacing it with the blessing. Galatia anasema In Galatians he says yeye Yesu alipokuja that when Christ came, amechukua laana he took with him the curse we deserved, ili sisi tupate baraka. so that we can receive or become the blessing of God. Haleluya. Amen. Yeye amechukua He laana has taken the curse na anatupatia. and he has given us the blessing. Abraham Abraham anafungua njia ya baraka. has opened the door of blessing. Lakini sharti kuwe yule ambaye atavunja kichwa. But they must be the one who will crush the head of the serpent. Na polepole Mungu anaanza leta maono. And slowly God starts breathing the vision. Isaya anatuletea maono. Isaiah comes with a vision. Anasema kama kuna mtu atakuja, He says, there is someone I see who's going to come. huyu ni mwana mdogo tu, He says, that one coming is just younger or smaller. na mtamjua sababu atazaliwa kwa hali ya kipekee. And you know him because he will be born in a unique way. Ni bikira, He will be born of a virgin atazaa. who will give birth. Na huyu akizaliwa, And when that one born of a virgin is mjue born, kama then you know that kuvunja kichwa that cha. the power to crush the head of the serpent has come. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Mahali pote ambako ahadi za Yesu zinatajwa katika Agano la Kale, Every place where the promises of God are mentioned in the Old Testament, ilikuwa kutupatia uweza it was giving us the power kuvunja kichwa cha to adui. crush the head of the serpent. Adui mkuu ambaye tuko naye ni The enemy, the greatest enemy we have, leo tunakuwa maadui sisi kwa, become enemies of each other. lakini tangu shamba la Eden, But from the Garden of Eden, hakukuwa uadui kati ya watu. there was no enmity among people. Tulikuwa na adui moja tu, We had only one enemy, shetani, and that was Satan, nyoka. the serpent. Na ni yeye sasa analeta uadui And kati he's yetu. the one who's now diffusing enmity among us. Na wakati angali And when he's still there, uadui huko, enmity still there. Paulo anasema hatupigane na watu, And that's why Paul says we are not
wrestling against the people. Huyo ambaye yuko adui yako leo, The one who's your enemy today, si yeye. he's not the one. Ndani yake ndio mna adui. Inside that one, there is an enemy. Yule adui akitoka ndani When the yake, enemy comes out of that person, unaweza shangaa namna gani huyu ni mtu mzuri. you'll be surprised to see that this is a nice person. Mnaweza kukumbatiana. You can hug each other. Adui kubwa The most greatest enemy, ni shetani. it is Satan. Na huyu Yesu anakuja And Jesus comes kuvunja kichwa to come and crush the head cha adui. of the enemy. Lakini wana wa Israeli But the children of Israel, kupitia Abraham, through Abraham, walidhani kama adui they thought that the enemy ni mataifa. are the nations. Wao wanajua Mungu, They said, we know God. lakini yule ambaye atakuja But the one who's going to come, atavunja kichwa cha maadui. he will going to crush the head of our enemies. Balaamu anasema namuona anafika. Balaam says, I see him coming. Atapiga shetani? Hapana. Atapiga Moabu. No, he didn't say that atapiga he's going to fight atapiga Satan. na hawa. He said he will beat Moab and all those other nations. Katika hii sura ya 7 ya Isaya, And if you read Isaiah chapter 7, ilikuwa wakati wa vita. it was during the war Syria with Syria. wanakutana na taifa 10 za Israeli, They meet with the 10 nations of Israel. na wanapenda kupiga Yerusalemu. And they want Yuda. to fight the tribe of Judah. Lakini nasema mfalme akatetemeka kama mtu anatetemeshwa. And the king was shaking as the leaves on a tree. Na Mungu anasema And God says, maadui nitawavunja. my enemies, I'm going to crush them. Bikira atazaa mwana That the virgin will have a child. na mtavunja Syria And we're going to crush Syria. na mtavunja Israeli. And you're going to crush Israel. Lakini shetani hamtamgusa. But Satan, you're not touching. Wakati unavunja Syria, When you crush Syria, wakati unavunja Israel when you crush Israel, na haujavunja kichwa cha and you haven't shetani, overcome the head of the serpent, uadui hauyatoka. then enmity hasn't gone away. Ingali hapo hapo. He's still there. Sababu itatoka tu Because he'll still show up. wakati utakanyaga kichwa cha When dragon. you crush the head of the dragon, Hapo uadui. then enmity will disappear. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Lakini Mungu anaendelea But kwa. God continues Kuna mkombozi atakuja that there is a Savior who's coming, ambaye atawaondoa katika hali mbaya who will come and deliver you from this condition na kuwaweka pahali pazuri. and put you in a safe place. Na ni Mariamu And it's a Mary ndio alifunuliwa who received the vision of that. Wamama, haleluya. Hallelujah to women. Wamama wako hapa. Wamama oye. Sababu Emmanuel wa Isaya, Because the Emmanuel mentioned in the book of Isaiah, Emmanuel mwenye alipaswa kuja kukomboa, the one who's coming to deliver, huyo Emmanuel that Emmanuel, alikuja kuwakomboa he came to deliver na Syria from Syria na maadui wengine. and from other enemies. Lakini Mariamu aliambiwa But Miriam was told, utazaa mwana you'll have a child na utampatia jina lake and you'll give him a name, Yeshua Yeshua, or Jesus, au Yesu. or Jesus. Hiyo Yeshua maana yake Yehoshua means Mungu God anayokoa watu who saves wake his own people na dhambi zao. from their sins. Haleluya. Amen. Na ukisema dhambi unasema nani? And when you Nyoka. say sin, you're talking about the serpent. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Na wamesema mengi hata mahali ambako watazaliwa. And they say, Lord, even the place where he will be born, Atazaliwa he Bethlehemu, will be born in Bethlehem. atazaliwa kwa bikira He will be born of a virgin na atakuja kuvunja kichwa. and will come and crush the head. Lakini nilisema Wayuda But I said the Jews,
hawakutoka mwa ile hali yao ya zamani. They did not forget their own thinking, their old thinking. Kwao, For them, Mesia, the Messiah, mwenye atavunja kichwa cha who maadui, crushed the head of the enemy, ni mataifa. it's the nations. Ni sie. It's us, the Gentiles. Ikiwa Mesia atakuja, If the Messiah will come, ni kuvunja vichwa vyenu he mwenyewe. will crush your head. Na sababu mungali hapa, And because you are still here, na sababu hamkuvunjwa and na huyo because you Mesia, are not crushed by that Messiah, wanakataa Christmas. so they reject Christmas. Hakuna Christmas There is no Christmas. wakati hao wakongomani wangali When wangali. the Congolese are still alive, Hakuna there Christmas is no Christmas. wakati wa Arabu wangali. When the Arabs are still there. Sababu Christmas Mesia akija, Because when Christmas comes for the Jews, atavunja adui, he will destroy their enemies. na adui ni hawa And the mataifa. enemies are these nations. Ili tubaki katika ulimwengu So that we can stay in the world utatauliwa na taifa la that will be Mungu, dominated by the nation of God. na taifa la Mungu ni sisi wana wa And the Abrahamu, nation of God is the descendant of Abraham. ni sisi wa Israeli. And it's us, Israel. Na wakati hawa wangali, And while all these nations are still there, hakuna Christmas. there is no Christmas. So leo Yerusalemu hawana Christmas. So today in Jerusalem, they don't celebrate Christmas. Lakini sisi But we tunajua. know. Hallelujah. Na ndio maana Yesu alisema, That's what Jesus says. nilikuja, I came nitakuja tena. and I will come again. Hallelujah. Amen. Kesho tutafika kule. Oh, we're going to reach there tomorrow. Amen. Amen. Kesho tutafika kwa nini atakuja Oh, tena. we're going to touch why is he returning, Kwa nini Amen. alikuja why he came, na tena atakuja. and why he will return. Alikuja He came kwa ajili yetu. for us. Warumi anatuandikia. Oh, Romans write this. Anasema wakati alikuja He huyo said, Yesu, when he came, Jesus, ametupatanisha na he Mungu. reconciled us with God. Ametufanya tuwe wana wa He Mungu. made us to become children of God. Ametupatia uwezo He gave us the ability or the power ya kukanyaga kichwa. or to crush the head of the serpent. Haleluya. Amen. Na sisi tunaamini hilo. And we believe that Kama ikiwa Yesu alikuja that if Jesus came, ni kuharibu kazi za it's to shetani. destroy the work of the enemy. Sababu kama angeanza kuharibu watu Because if he had come to destroy the people or the nations, na shetani yuko, and Satan is still there, hakuna mahali tungeenda. then there is nowhere we'll go. Hata mkibaki wawili, Even though you remain two people, uadui yuko. enmity is still there. Unaona sisi You know, us huko Kongo tunaishi katika nyumba mbalimbali. in the Congo, we live in different homes. Sisi ni Bashinyaka, Oh, these are Bashimnyaka. sisi ni Bashi fulani, Oh, these are Bashi Fulani. na kila watu tuna majina yenye And every tunawapatia. clan, we give them the name. Kuona hawa ni wabaya. Oh, these are wrong. Unaenda wa kule. Oh, you are from there. Wale ni wabaya. Those are bad people. Tena tukirudi kati yetu, But when we come among ourselves, tunaanza ona manyumba. we start seeing the clans or the lineage. Si watu wa Shinyanga. Oh, we are all Bashimnyaka. Lakini hapa, But here, hii nyumba ya fulani, the house of this person, ndio shetani kabisa. that's where Satan is. Na hata mwilile nyumba, And in that house, baba na mama na wao, oh, the father and the mother, hao watoto, they are still looking at kids. hao watoto ndio shetani All the kabisa. kids, they are the Satan. Wakati shetani hayatoka, While Satan hasn't been removed, uadui utaendelea. enmity will continue. Unaendelea katika kila And it will kabila, continue in every tribe, unaendelea katika kila in nyumba, every clan, unaingia hata katika in familia. every family. Ikiwa tunapenda wokovu, We want salvation.
Ikiwa tunapenda kuondoka katika shida, if we want to come out of our problem na kuingia mahali pazuri, and enter into the safe, mwenye ana uwezo who has the power ya kukanyaga kichwa cha to shetani, crush the head of the serpent, ni yule Mungu alituma. it is the only one sent by God. Hallelujah. Hallelujah. Na sababu alikuja, And because he came, tunasherehekea Noeli. we are celebrating Christmas. Watu wanasema Noeli haiko mu Biblia. Only people who say, no, the Christmas is not in the Bible. Lakini ukijua ile Yesu But if alitutendea, you know what Christ has done for us, unasema then you say, iwe isiwe, even if it's not written as a Christmas in the Bible or not, nitasherehekea. I'm gonna celebrate it. Hallelujah. Kuna wakati tunaambiwa kusherehekea kuzaliwa kwa president. Sometimes you celebrate the birthday of the president, Hata kama anatulipa vibaya, even if he's paying you cheaper salary. lakini wanasema tutasherehekea. And you say, well, we're gonna celebrate the day the president was born. Afrika tunasherehekea independence. In Africa, we celebrate independence without being independent. Na wakati unaangalia independence yenyewe, But when you look at it, the independence itself, kwa nini sisi why are we ambao tulikutana na huyu Yesu who met with Jesus, ambaye ametupatia sisi uwezo who gave us the power ya kukanyaga kichwa, to crush the head, aliambia wanafunzi wake, told his disciples, enendeni, go, therefore, tangazeni injili, spread the gospel, mponye wagonjwa, heal the sick, lakini pia mkanyage kichwa. but also crush the head of the serpent. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Tazama, nimewapa uwezo He said, I gave you power ya kukanyaga kichwa cha nyoka. to crush the head of the serpent. Yesu alikuja Jesus came kutuondoa katika adui wa kwanza to heal us from our first enemy, ambaye who is Satan. Wayuda The Jews, hawajui hisi, they do not know that. wangali wanangoja atakuja, They are still waiting for him to come. na ikiwa wanangoja And atakuja, if they're waiting for him to come, wanajua kama wangali chini ya they uwezo know wa that they are Shetani. still under the power of Satan. Amen, tuko pamoja. Are we together? Hatujapona, We are not yet healed. vile wanasema, That's what they say. tunangoja. We're still waiting. Lakini wewe hapa ambaye umekuja kwa hii Christmas, But you here who came to celebrate this ningependa Christmas, Mungu akufungue I akili. want God to open your eyes. Useme ikiwa Yesu That alikuja, if Christ came, kichwa cha nyoka kiko chini ya miguu yako. the head of the serpent is under your feet. Si kwa ajili yako, Not just for you, kwa ajili ya Yesu. because of Jesus. Haleluya. Amen. Na ndio maana wakati alipoenda, And that's why when he went back, watu walikuwa na huzuni sana. and people were sad. Mwenye alikuwa anakanyaga kichwa cha The nyoka, one who was crushing the head of the sasa serpent, ameenda. now he's gone. Akamwambia sitawaacha peke So yenu. he said, I'm not going to leave you alone. Nimeenda I'm going, lakini nitarudi. but I will come again. Wayuda hawatajua kama nilirudi. All the Jews will not know that I came back. Watu wengine hawatajua kama Other people will nilirudi. not know that I came Lakini back. ninyi But you, ambao mmefungua roho who have opened your na heart, mmepokea and Yesu you have received Jesus, kwa Christmas ndani yenu, and Christmas inside of you, nitakaa ndani yenu I will live among you, na ni mimi nitakanyaga nyoka. and I will come and crush the head of the serpent. Haleluya. Amen. Ukristu Christianity inaanza na Christmas. start with Christmas. Kumjua Mungu ni kitu kingine. To know God is another thing. Kujua masheria ni vitu To know the vingine. laws is another thing. Lakini kujua Mungu But mwenye to kupenda know maadui. God is to love your enemies. Mungu mwenye anaweza kaa ndani yetu The God who can live in us wakati tungali wenye dhambi, when we are still sinners.
tunafungua, we are opening up. tunasema kuja ukae ndani yako. Akiingia ndani yako, when he comes in your heart, unavunja kichwa cha you are shetani. crushing the head of the serpent. Hallelujah. Wengi wetu tungali tunaishi kama Wayuda. Many of us are still living like Jews. Hauna nguvu juu ya shetani. You don't have power over Satan. Kila kitu kidogo unaanguka. Everything you fallen back. Mungu atuhurumie. May God forgive us. Hii Christmas, let this Christmas iwe tofauti. Be different. Ujue kama ile uweza, you know that power ambayo tulipewa, that we were given, kama mwana wa mwanamke, is through the son of a woman. Yeah, offspring, yeah. Offspring of the woman. Yeah. Ni vile Mungu alisema. That's what God said. Mwenye atazaliwa na mwanamke, the one who will be the offspring of the woman, ni yeye, the one, that's the one, atavunja kichwa, who will come and crush the head of the serpent. Sisi wote hapa tumezaliwa na baba na mama. All of us here were born from a father and a mother. Yesu tu, but only Jesus alizaliwa na mama, was born from a woman only. Hallelujah. Amen. Ni mwanamke aliambiwa. It's the woman who was told. Haiko Adam. Not Adam. Mwanamke ndiye aliambiwa. The woman, God told the woman. Mtoto mwenye atazaliwa tu na wewe. That the child will be born bila baba, without a father. Ni huyo. That's the one. Atakuwa na uwezo wa kukanyaga kichwa. Who has the power to crush the head of the serpent. Na Isaiah anasisitiza ni kweli atakuja kwa bidii. And Isaiah confirms that he will come through a virgin. Na sasa amekuja. Now he has come. Na wao wanasoma hii Biblia vizuri. And those who read well this Bible, wanasema hayuko yule. They say no, he is not the one. Tutamngoja mwingine. We are waiting for another one. Sisi na wewe, me and you, tunasema ni huyu. We say he is the one. Sababu tangu awali, because from all of the beginning, hatujaona mwingine mwenye anazaliwa na mwanamke. We haven't seen any other person born only of a woman without a father. Na mwenye mapepo, and whose demons, na watu wanasema ni wewe unakuja. And they say and they declare that you are the one who come to the Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Acha tusome mstari mmoja hapa mbele tunaomba. Let us read one passage here before we pray. Marko sura ya kwanza. In Mark chapter 1. Marko sura ya kwanza. In Mark chapter 1. Mstari wa 23. And verse 23. 24. 24. Na utamalizia kwa 25. And we finish with the 25 and we'll conclude there. Sura kwanza Marko mstari wa 23 mpaka 25. Na mara palikuwapo ndani ya sinagogi lao mtu mwenye pepo mchafu, akapaza sauti akasema, tuna nini nawe Yesu wa Nazareti? Je, umekuja kutuangamiza na kutambua unani mtakatifu wa Mungu Yesu? Akasema, fumba kinywa mtoke. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tusome mkiingereza pia. And verse 23, Mark chapter 1, verse 23 to 25, it says, just then there was a man in their synagogue with an unclean spirit, and he cried out, saying, what business do we have with each other, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are. You are the Holy One of God. And Jesus rebuked him, saying, be quiet and come out of him. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord.
Yesu Jesus anakuja kwa Wayuda, comes to the Jews. Wayuda hawakumtambua. The Jews will not recognize him. Huyu ni mtoto wa Maria. They say he's the child of Mary. Tunajua ndugu zake. We know his siblings. Huyu hawezi kuwa Mesia. This one cannot be the Messiah. Kwanza hakuvunja Wakongomani. Because he has not crushed the Congolese. Hakuvunja wa Roman. He didn't crush the Romans. Lakini shetani. But Satan, hawa wanasema hawa ni malaika zake hawa. These are the demons. Wanasema lakini sisi tunakujua. They say we know who you are. Yesu sisi tunakujua. Jesus, we know who you are. Hawa watu wengine hawakujua sisi. These other people don't know who you are. But we unakuja because you've come. Unakuja kuvunja kichwa cha nyoka. You come to destroy the head of the serpent. Katika Biblia anasema usituvunje mbele ya wakati. And if you read another version, they say don't crush us before the appointed time. Utupatie hata muda tena kidogo. Give us a little bit more time. Tunajua wewe ukija, we know that when you come, unavunja kichwa. You crush the head of Satan. Huyu Yesu alikuja. This Jesus who came. Na anaendelea kuja. And who will continue to come. Anasema kwa muda kidogo nitaenda. And he said, I'll go in a little while. Lakini nitakuja. And in a little while I'll come back. And I'll come, remain among you. Shetani haogope nyimbo. Satan is not afraid of your songs. Shetani haogopi makoli ya rouge iwe ya nani. He's not afraid of your Roman color, white or blue or red or yellow. Huko Kongo tuna mapastori. In the Congo we are pastors. Ambao wanafanya washarati na waimbaji hapa kwa who commit fornication with choir singers here on hizi siku tuna mapastori. These days we are pastors ambao wanaenda kwa wafumu, who are going to the witches and the wizards, wanaleta mambo huko, and they bring grigri around wakifanya hivi watu wanaanguka, and when they do this all of you fall from your chair. Shetani anacheka. But Satan is laughing. Hawa, he said, these hawawezi kuvunja kichwa changu. They cannot crush my head. Lakini mwana wa Mungu, but the Son of God, mwenye anajua Christmas, the one who knows Christmas, anasema Yesu uzaliwe ndani yangu. He says, be born in me, Christ. Na ukiwa ndani yangu, and when you are in me, Shetani ananiogopa. Satan is afraid of me. Hallelujah. Amen. Nitapita, anaweza kuniuma. I will pass, he may bite me. Lakini nikigeuka, but when I turn, navunja kichwa. I crush his head. Hallelujah. Amen. Amen. Siseme kama hautakutana naye njiani. I'm not saying you are not going to meet Satan. Anaweza kukuuma hata mara 6. He can even bite you 6 times. Lakini siku utasimama, but the day you rise up, utavunja kichwa. You're going to crush his head. And that will be the end. Na hiyo itakuwa mwisho. Napenda tujue Christmas. I want us to understand Christmas. Napenda muwe na Yesu. I want you to have Christ in you. Alizaliwa Bethlehem. He was born in Bethlehem. Alisema nitapanda. He said, I will go back. Nitakuja kuzaliwa tena. But I will come back to be born again. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Paul alikuwa analia kwa Wakristo. Paul was crying to the Christians. Anasema nina shauku. He said that I'm eager. Ningependa Yesu azaliwe ndani yako. I wish that Christ would be born in you. Sababu Yesu akikuwa ndani yako, because when Christ is in you, unakuwa na nguvu ya kuvunja nyoka. Then you have the power to crush the enemy. Na tunaanza hapa. And we start here. Na tukiwa na hiyo nguvu, if we have that power, ndio tunasema tumeokoka. Then we say we are saved. Hallelujah. Amen. Wakati utakuwa na nguvu ya kuvunja shetani, when you don't have the power to crush the enemy, you are not yet saved. Pengine uliingia kwa maji. Maybe you are baptized. Lakini shetani anajua angali mtu wako. Satan knows you are still my person. Pengine unaimba vizuri. Maybe you sing so well. Shetani akipenda ulewe unalewa. But when Satan wants you drunk, you're drunk. Shetani akipenda ubebe mimba na wewe mimba. When Satan wants you pregnant, you get pregnant without husband. Shetani akisema uchukue mke wa watu utachukua. Then when Satan says take another wife, na hauna uwezo ndani yako. But you don't have the power in you. Kugeuka, to turn. Na kusema shetani sitafanya hivyo. And to say Satan, I will not do this. Na kanyaga na hautarudi. I crush and you will not come back again. May God forgive us. Christmas ni nini? Christmas is what? Kuna wale wanasema hatujaokoka. Other people say we are not saved. Tungali tunangojea. That we are still waiting. Wale wenye wameokoka, for those who are saved, wanasema it's done. They say imefanyika. Bwana asifiwe. Hallelujah. Yesu amekwisha kuja. Christ had already come.
Na amekuja tena ndani yangu. And he has come into our lives. Anasema niko kwa mlango. He says, I'm at the door. Niko na and I'm knocking. Niko nabisha. Kama mtu akifungua. He says, if someone opens their heart. Mtu akisikia na If anafungua. they hear me and they open na their door. anasema Yesu. And they say, Jesus, kuja ndani yangu. come in me. Nitakuja. He says, I will come. Na tutaanza fete. And we'll celebrate with him. Tuta-celebrate sababu amepata ushindi. We'll celebrate because you have received the victory. Shetani anacheka. Satan is laughing. Sasa sisi huko Tanzania. Us in Tanzania. Kila mtu akimuita mama, simama ujitambulishe. If a mother, they say, stand up and introduce yourself. Hallelujah. Hallelujah. Nampenda Yesu, I love nimeokoka. Jesus, I'm saved again today. Kweli umeokoka? Are you saved? Wengine Others, ibutu ikilia. if all just make a noise, woo, at Atalala night, kwa siku mbili. they're not going to sleep for 2 days. Hata kama ni paka ya mweusi inakuja. If just a black cat comes to their Wakozi house, waishi. hey, the witches are surrounding my house. Na unasema hapo, unasema hallelujah. And you are standing there, you are saying, hallelujah, I love Jesus. I'm saying, Uliokoka na nini na ungali how mshindi? are you saved and you are afraid of the cat? Ndani yako hamuna nguvu ya kusema Inside of you, there is no power to say, Yesu yuko ndani but yangu. Jesus is in me. Na sababu Yesu yuko ndani And yangu because Jesus is in me, na ameniokoa, and he has saved me, nina uwezo wa I kukanyaga have the power to crush kichwa. the head. Ningependa leo mtu mmoja aseme ameniuma mara mingi, lakini I wish someone today can say, he's beaten me so many times, but today is the last day. lakini leo mimi nakamata uamuzi Or today I've taken the decision, pamoja na Yesu ndani yangu. along with Christ in my life. Akionekana tena, If Satan comes back again, itavunja kichwa. I'm going to crush the head. Ni vizuri tuwe na Wakristo wenye kuwa na ule I ujasiri. want us to have Christians who have that strength. Utapata ujasiri wakati. How do you get that courage? When? Wakati nilikuwa kwa university, When I was at university, tulikuwa tumeokoka. we were saved. Na tukapenda kwenda kuambia wengine waokoke. And we wanted to go and tell other people that we are saved. Na tukaambiana tuingie katika And manyumba. we said, let's go into every home Kuambia watu and tell utaokoka. people you can be saved. Ukipokea Yesu, If you receive Jesus, you'll unaokoka. be saved. Dada moja One sister, alikuwa na grupu ya watu wengine. she had a small group of other people. Na wanaingia katika chumba. And they entered in one room. Wanakuta vijana wawili wako And pale. they meet 2 young men there. Wenye walimjua mahali ingine. Or they knew her in her old life. Wakati anafika anaanza sema. When she enters and she starts talking, Anasema, na ulishaokoka. then they say, hey sister, are you saved? Nikusema usishinda shetani. That means you have overcome Satan. Dada anajikuna. And the sister scratch her head. Sasa na tukali majene. He said, we still young people. Si tu wa vijana. You know we're still young Maisha people. ingali huko mbele. Life is still ahead of Siwezi us. sema mimi nishaokoka. I cannot say that I'm saved. Tunakuja tu kuambia But mkubali Yesu. I just came to tell you accept it. Hatupendi wale wa Kristo ya hivi. We don't want Christians who scratch their head. Oh, najua tuko wajene. Yeah, you know we are still young. Tungali mdunia. We are still in the world. Upokee Kristo. No, receive Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunapenda vijana wenye walisema kama ulinijua mwili hali ya zamani. We want youth who will say, if you knew me in the old life, Wakati shetani alikuwa angali ananiuma kila siku. when Satan was biting me every day, Yesu aliingia. Jesus entered. Yesu Jesus alizaliwa. entered, was born. Sasa akija And now if he comes back, atapata. Satan will see it. I'm Nitamkanyaga gonna crush him mpaka atakimbia. and he will run away. Ikiwa uko hapa na hiyo ndio maombi yako. If you are here and that's the Simama tu desire, nikuombee kwa just dakika stand mbili. up so I can pray for you. Mwenye nasema mie If you aliniuma mara mingi say, lakini he has hapa beaten me so many times, but now sitatoka I hapa. don't want to leave this place. Kama Yesu If hajaingia Jesus hasn't entered in na my life nipatie nguvu na and give me the kukanyaga power kichwa to cha crush the nyoka. head of the serpent, Sitaogopa tena I will walozi. not be afraid of the Waende witches. walete tena ulozi Let lile them kule. go and take
witchcraft from anywhere, when they come to my home, I'll crush their head. Are you here? Oh, other people want to close their eyes. Just stand where you are and we'll pray for you. Just stand and I'll pray for you. If you're one or two, we are not going to wait for many people. Stand and let me pray for you. Don't leave this place. And Satan is still taking you captive. And you say Jesus has saved me. He saved you from what? And you are still an enemy. You are still a part of Satan. Jesus has to save you from Satan. Amen. He saves us from the enemy who is Satan. And once you crush the head of the serpent, then tomorrow I'm going to tell you another thing. Thank you, sister. You are only the two of you. Others are okay. Others, they say we are okay. They say they have overcome Satan. But you get from here with the power. And you tell Satan that you've beaten me so many times. All the time you bite me. But this time when you come back, you're going to see my heel. Amen. Because the one who's in me has power. Njoo kwa Yesu usishangae na kuoneke hiari mbingu mwenye mlize Bwana kuzi. Njoo Yesu njoo, heri 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 tutakusanyika kwake Mungu kwa furaha kubwa, shida na shaka hazitakuwa kwetu mbinguni juu. Baba, katika jina la Yesu. Yes, Lord. Yesu ulikuja, you came ili kuharibu, so as to destroy kazi za shetani, the work of Satan katika maisha ya watu wako, in the life of your children. Shetani alituonea sana. Satan has pressed us